mwezi wa kustep up, ni mwezi wa kupandisha viwango. Kitu cha kwanza ambacho nataka ujue ni kwamba Mungu anatuongoza kwa hatua kwa hatua. Na tumeanza mahubiri, God leads us step by step. Mungu anatuongoza hatua kwa hatua. Kuna wakati Mungu anakuambia kaa hapo, kama ambavyo tuliona wiki iliyopita. Anamwambia Isaka, kaa hapo, katika nchi hii nitakubariki hapo. Lakini wakati mwingine Mungu anataka upige hatua. Kwa kuna majira ya kukaa, kuna majira ya kusubiri, na kuna majira ya kuchukua hatua. Kuna majira ambayo Mungu anasema nyamaza kimya, simama ili uone utukufu wa Mungu. Be still that you may know that I am God. Kuna majira ambayo Mungu anataka unyamaze kimya, utulie. Lakini kuna majira ambayo Mungu anataka uchukue hatua. Kuna majira ambayo Mungu anataka utembee. Tunaona mfano wa wana wa Israeli. Mungu alikuwa anaongoza wana wa Israeli mchana kwa wingu na usiku kwa nguzo ya moto. Kuna wakati wingu lilikuwa linapiga kambi na wewe unatakiwa kupiga kambi. Kuna wakati wingu linaondoka na wewe unapaswa kukusanya kila kilicho chako, utembee pamoja na wingu. Kwa sababu Mungu anatuongoza hatua kwa hatua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika majira haya ninaamini ni majira ya mtu mmoja ambayo Mungu anazungumza na wewe. Ni wakati wako wa kuchukua hatua. Ni wakati wako wa kupiga hatua. Ninakuombea ninapozungumza na wewe asubuhi ya leo, Mungu akufunulie ni hatua gani unayohitaji kuchukua. Huu ujumbe sio kwa ajili ya kanisa zima. Huu ujumbe ni kwa ajili ya mtu mmoja ambaye amesema nimekuja kwa ajili ya kumsikia Mungu siku ya leo. Huu ni wakati wa kunyanyuka na kuchukua hatua. Huu ni wakati wa kutembea na lile wingu, kwa sababu wingu linahama. God wants you to take a step. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kwenye maisha, kati ya vitu vya muhimu kuvipalilia na kuwa navyo makini ni usikivu wako wa kiroho, kwa sababu Mungu anakuongoza wakati huu kaa hapa, wakati huu chukua hatua, wakati huu twende, wakati usimama. Na ninaamini siku ya leo kwa kuomba, hili ni neno kwa ajili ya kanisa la Revival. Hili ni neno kwa ajili yako ambaye umekuja siku ya leo. Sio ajabu kwamba umekuja na sio ajabu kwamba unasikiliza mahubiri haya. Mungu anataka uchukue hatua. God wants you to take a step. Ninazungumza na watu ambao una mawazo mengi ya biashara. Umekuwa na wazo fulani, umekuwa nalo muda mrefu. Ninazungumza na mtu ambaye kuna vitu vimekuwa vikikuzuia. Umekuwa ukisubiri hali kamilifu. Umekuwa ukisubiri mazingira yawe mazuri ili uweze kuchukua hatua. Lakini nataka nikwambie, Mungu anataka nikwambie, hauhitaji kusubiri kila kitu kikamilike. Hauhitaji kusubiri mazingira yawe yakupe alama ya kijani. Chukua hatua kwa imani. Take a step of faith. Bwana Yesu asifiwe. Ufunuo sura ya 4 mstari wa 11. Andiko hili ninalipenda. Ufunuo sura ya 4 mstari wa 11. Ufunuo sura ya 4 mstari wa kwanza. Biblia inasema, baada ya hayo naliona na tazama mlango ukafunguka mbinguni, na sauti ile ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu ikinena nami ikisema, panda hata huku, panda hata huku, nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya haya. Yohana ambaye alikuwa anaona tayari na yuko kwenye ulimwengu wa roho, Mungu anamwambia panda hata huku kama pila. Hii inatuonyesha ya kwamba kuna levels na kuna levels, kuna viwango na kuna viwango. Unajua katika Kristo kuna viwango, kuna next levels zisizoisha.
Kila siku kuna viwango vipya, kuna viwango vipya, kuna viwango vipya. Na shauku ya Mungu kwa kila mmoja wetu ni kwamba panda viwango, pandisha viwango vyako, panda huku juu kama Pita. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka nikuonyeshe kwa maandiko ya kwamba Mungu anataka upande viwango, uje juu zaidi. Viwango vyako vya kumjua Mungu vikue zaidi. Ninataka nikuonyeshe ya kwamba viko viwango vya kimungu, vya kiroho, vya utumishi, vya maombi ambavyo Mungu anatamani uvifikie. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anamwandikia Timotheo, anamwambia ichochee ile karama iliyoko ndani yako. Ichochee, stia it. Maana yake uko kiroho, lakini chochea. Maana yake ongeza kitu fulani, ongeza moto, ongeza kasi. Na hichi ndicho kitu ambacho Mungu anataka kufanya. Nataka nikukatie tamaa wewe ambaye unaishi umefika. Bado hatujafika. Kama unafikiri tumefika kwa sababu ya kongamano, kama unafikiri tumefika kwa sababu sasa mazingira yanakuwa mazuri, no. Mungu anataka tuongeze kasi. Mungu anataka uongeze viwango. Ngeuke jirani yako mwambie bado hujafika. Mungu anataka uongeze viwango. Bwana Yesu asifiwe. Katika series hii na katika somo hili na katika mwezi huu, kitu cha msingi ninatamani uchukue hatua. Roho Mtakatifu ananishuhudia, wengi tuna mawazo mazuri. Wengi tayari tunajua nini cha kufanya. Wengi tayari Mungu ametuvuvia, lakini tuna sita kwenye kuchukua hatua. Na Mungu anataka uchukue hatua ya imani. Katika kuchukua hatua, vitu viwili vya msingi. Kitu cha kwanza, I want you to step out of the hiding. Ninataka utoke mafichoni. Ndio jirani yako mwambie toka mafichoni. Ninataka utoke mafichoni. Lakini pili, ninataka uchukue hatua, upige hatua ya imani kufanya jambo ambalo Mungu amekwambia. Tumejifunza na tunaona tena na tena kwenye maandiko, utii au tendo la imani la kumtii Mungu ndilo linaloachilia baraka. Obedience. So ninataka uchukue hatua ya imani mwezi huu. Mungu anazungumza na mtu mmoja. Uchukue hatua ya imani kwa ajili ya huduma yako. Uchukue hatua ya imani kuanzisha hiyo biashara. Uchukue hatua ya imani kuanza hayo maombi ya kufunga na kuomba. Uchukue hiyo hatua ya imani kuanza kutumika kwenye nyumba ya Mungu. I want you to take a step. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninataka nikuonyeshe kwa mifano siku ya leo. Sitaki kuwa mhubiri sana. Nataka nikuonyeshe kwa mifano kutoka kwenye maandiko ya kwamba Mungu anataka uchukue hatua. Nisikilize, kuchukua hatua sio rahisi. Ndio maana Yesu Kristo mwenyewe anasema, tangu enzi za Yohana Mbatizaji hata sasa, ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. The kingdom of God suffers violence. Ningekuwa na tafsiri, maana yake ufalme wa Mungu unahitaji fujo, unahitaji kutumia nguvu. Vinginevyo hauwezi kupiga hatua. Vinginevyo hauwezi kuenda pale ambapo Mungu amekusudia. Niangalie na nisikilize. Adui hawezi kukuachia hivi hivi. Kuna milango mingine inabidi uivunje, you have to use force. Kwa tunapozungumza habari za kuchukua hatua, ninakubaliana na wewe kwamba sio rahisi. I know it. I know, sio rahisi. Lakini bado Mungu anasema chukua hiyo hatua kwa imani. Wakati mwingine itakulazimu kulazimisha mambo ili mambo mengine yatokee. Itakubidi kulazimisha mambo ili uone ufalme wa Mungu kitokea. Itakubidi ulazimishe mambo
ili uone biashara ikizaliwa. Itabidi ulazimishwe mambo. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize, mchakato wowote wa kuzaa kitu chochote sio mchakato mwepesi. Lazima kuna maumivu. Sijui kama hapa ninao kina mama na kina baba ambao wameona wake zao kwa karibu, wameona dada zao kwa karibu. Mchakato wa kuzaa kitu chochote sio mchakato mwepesi. Ndio maana panaitwa labor. Yaani ni kazi, ni shughuli. Bwana Yesu asifiwe. Ni maumivu. Ndivyo ambavyo kuzalisha maono ya kimungu kwenye maisha yako inahitajika nguvu, inahitajika maumivu, inahitajika kuomba, inahitajika kujifunga mkanda, inahitajika kukaza. Bwana Yesu asifiwe. Na siku ya leo ninataka nikutie moyo mtu mmoja unayenisikia. Hili ni neno la Bwana, ni wakati wa kuchukua hatua. Na wakati huu ni wakati wa kujifunga mkanda. Sio rahisi la piga hiyo hatua kwa imani katika jina la Yesu. Nisikilize, ukisubiri mazingira yawe mazuri, ukisubiri mazingira yakae vizuri, hautaona hilo jambo likitokea. Inabidi utumie nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Inabidi utumie nguvu ya kiroho kumtafuta Mungu, kuomba na kufunga, kuamka usiku kumtafuta Bwana ili uone huo mpenyo. Inabidi utumie nguvu wakati mwingine kulazimisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu anataka nikushuhudie, ni wakati wa kuchukua hatua. Anza na ulicho nacho. Ngeuke jirani yako, mwambie anza na ulicho nacho. Kile ambacho Mungu amekupa. Mungu anamwambia Musa, una nini mkononi? What you have in your hand? Ni kweli hauna vitu vingi, lakini kuna kitu ambacho Mungu amekupa. What has God given you? Inawezekana Mungu amekupa hiyo shauku ya kuomba. Inawezekana Mungu amekupa huo muda wa kuomba. Inawezekana Mungu amekupa huo mtaji kidogo. Start with it. Mwezi huu kwa neno la Bwana nataka nikutie moyo, piga hatua. Hicho ulicho nacho Mungu atakizidisha ukiamua kuchukua hatua ya imani. Si kama kuna mtu unazungumza naye asubuhi ya leo. Haya ni maelekezo ya kimungu. Step up. Piga hatua. Pandisha viwango. Take a step from where you are. Ngoja nikuonyeshe mifano michache kwenye Biblia. Mfano wa kwanza nataka nikuonyeshe ni mfano wa Gideon. Fungua kitabu cha Waamuzi sura ya 6. Kitabu cha Waamuzi sura ya 6. Nataka nikuonyeshe habari za Gideon. Nisome kuanzia mstari wa 11. Mungu anazungumza na Gideon, anamwambia, malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoashi Mwabiezeri, na mwanawe Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Midiani. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu akisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa naye ametutia katika mikono ya Midiani. Bwana akamtazama akasema, nenda kwa uwezo wako huo ukawaokoa Israeli na mkono wa Midiani. Je, si mimi ninayekutuma? Angalia, Mungu anazungumza na Gideon katika kipindi ambacho wana wa Israeli wako katika utumwa. Mungu anazungumza na Gideon. Gideon alikuwa kwenye hali ya kujificha. Gideon alikuwa ni mwenye hali ya kujificha. Gideon alikuwa anatoka kwenye familia isiyohesabiwa kitu katika Israeli. Na yeye alikuwa bado ni nabii, alikuwa ni mdogo. Jamaa yake ndio alikuwa ndogo katika jamaa ya Manase. Na yeye alikuwa ni mdogo katika nyumba ya baba yake. Lakini Mungu anamtokea, anamwambia Gideon, toka mafichoni. Toka mafichoni. Ni kweli wewe ni mdogo unajificha hapa, lakini toka mafichoni, kwa sababu wewe ndio wa kuokoa watu hao. Kuna mtu Roho Mtakatifu anataka nikwambie, toka mafichoni. Toka ulikojificha. Ni wapi umejificha? Kama out of hiding. Toka ulikojificha.
Upige hatua kwa sababu Bwana atakutumia. Upige hatua kwa sababu Bwana atakutumia. Gideon aliona yeye ni mdogo, aliona hana uwezo. Mungu akamwambia, nenda kwa uwezo huo, mimi nitakutumia. You see, Mungu anataka tu step out of hiding. Kuna mtu umekuwa ukijificha nyuma ya kichaka cha kitu fulani. Inawezekana unajificha nyuma ya kichaka cha familia yenu. Kwa bwana, sisi kwetu tulizaliwa hivi, mazingira ya kwetu yako hivi. Inawezekana unajificha nyuma ya hali ya uchumi wa Tanzania. Inawezekana unajificha nyuma ya sababu mbalimbali. Unaelezea kanisa na historia ya kanisa ulilokuwa miaka na miaka, kwamba uliumia moyo. Unajificha kwenye mambo mbalimbali. Mungu anasema, hebu toka mafichoni. Hebu geukia jirani yako, mwambie kutoka mafichoni. Ni sababu gani unayo? Ni kisingizio gani unayo? Hello? Hello? Wengi tunapenda kutia huruma. Yaani ukinipa nafasi unisikilize, au tukikupa nafasi tukusikilize, utaongea, tutakuonea huruma. Lakini baada ya yote haisaidii chochote. Mungu anamuona Gideoni akiwa amejificha ya kwamba ni shujaa. Anamwambia, wewe haujui, lakini wewe ni shujaa. Ukiendelea kujificha hapa, taifa la Israeli litaendelea kubaki kwenye utumwa. Ukiendelea kujificha nyuma ya mwavuli, ukaendelea kujificha, familia yako haiwezi kuokoka. Panda ujitokeze, inuka uende kwenye uwezo wako. Chukua hatua leo ili uokoe taifa la Israeli. Siku ya mtu ananisikiliza, nataka nikuite kutoka kwenye kichaka chochote unachojificha. Bwana Yesu asifiwe. Excuse yoyote ulionayo, ninataka leo uache, useme ninapiga hatua, ninachukua hatua pamoja na Kristo, kwa sababu nimetambua ya kwamba kwa neno la Bwana mimi ni mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niongee na wamama. Unajificha chini ya kichaka, sema bwana, mimi ni mwanamke tu. Hata hivyo mimi ni mama. Baba yupo. Mungu anataka utoke hapo. God wants you to step out of there. Mungu atakutumia wewe. Biblia imejaa wanawake ambao Mungu aliwatumia. Wengi kwenye nafasi tofauti tofauti. Tunaona habari za Debora ambaye alikuwa ni mwamuzi, alikuwa ni kiongozi, na alikuwa ni nabii. Sahau wanavyosema kwamba Biblia inamdharau mwanamke. Hapana. Mwanamke ana nafasi kwenye Biblia. Tunaona habari za Miriam, dada yake na Musa. Tunaona habari za Mariamu. Tunaona habari za wanawake ambao walimtumikia Yesu kwa mali zao. Mpango wenyewe wa wokovu wa Mungu ulimtegemea mwanamke anaitwa Mariamu. Bwana Yesu asifiwe. Toka kwenye hicho kichaka. Step up. Step up. Kuna watu bado uko hapo na unasingizia kitu kilichotokea mwaka 2010. Yaani 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, sasa tuko 26. Wewe bado tu hujatoka kitu kilichotokea 2015. Unasema ndio maana maisha yangu yameharibika kwa sababu ya yule jamaa nilikutana naye 2017. Kwa sababu ya yule jamaa, hebu ngeuke jirani yako, hebu tuwe serious. Tena najua ni wewe kwa sababu hii mvua imewazuia wengine. Lakini wewe Mungu ndio amekuleta kwa sababu Mungu anataka usikie. Amen. Angalia kwenye hii story ya Gideon. Nataka nikupe funguo. Ufunguo wa kwanza, kitu cha kwanza kwenye hii story ya Gideon, ili kuweza kutoka mafichoni na kuchukua hatua, kitu cha kwanza ni lazima kutambua wewe ni nani. You have to know who you are. Lazima ujitambue umeoshwa kwa damu ya Yesu Kristo. Lazima ujitambue umesamehewa dhambi zako. Lazima ujitambue wewe ni mtoto wa Mungu.
Lazima ujitambue wewe ni kuhani wa familia yako. Lazima ujitambue Mungu ametuokoa kama kanisa kuwa makuhani na wafalme. Nisikilize, kila mtu nisikilize. Kwa nini unaweza kubadilisha familia yako? Kwa sababu wewe ni kuhani na mfalme. Maana yake unaweza kusimama ukaomba na kuomboleza na kubadilisha mambo kwenye ulimwengu wa roho. Ukabadilisha mambo ya usuyo watoto wako, ukabadilisha mambo ya usuyo mume wako, mke wako, ukabadilisha mambo ya usuyo uchumi wa familia yako, ukisimama kwenye nafasi yako kama kuhani. Lakini unaweza kubadilisha ukasimama kwenye nafasi yako kama mfalme, kama mtoto wa mfalme, ukatoa matamko ya kimungu, ukazungumza neno la Mungu juu ya maisha yako, ukaomba kwa kinywa chako. You have to know who you are. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana ukiri wetu ule ni muhimu. Mimi sio mnyonge. Mimi ni mshindi katika jina la Yesu. This is who I am. Mimi ni kuhani. Bwana Yesu asifiwe. Nataka utoke kusema tu, kutoka kusema mimi ni mwanamke tu, uanze kusema mimi ni mwanamke mwenye Mungu. Mimi ni mwanamke mwenye Mungu. Utoke kutoka kusema ya kwamba mimi tu ni kijana, useme mimi ni kijana mwenye Mungu. Utoke tu kusema tu mimi ni kijana, ni baba tu, sasa nitafanyaje? Kama ameamua nitafanyaje sasa? Mimi ni mwanaume tu, useme mimi ni mwanaume mwenye Mungu. Ninataka utoke kusema tu sasa mimi nitafanyaje? Familia yetu ndio iko hivi, useme lakini nimeingia kwenye familia ya kimungu. Ninaye Mungu upande wangu. Huyu wa Bwana Yesu asifiwe. Nataka utambue nafasi yako kwenye kizazi chetu. Nataka utambue nafasi yako kwenye familia yako, ya kwamba wewe ni kuhani, wewe ni mwombezi. Nataka utambue nafasi yako ya kwamba Mungu amekuweka hapo alipokuweka ili usimame na kubadilisha mambo katika jina la Yesu Kristo. Ufunguo wa pili tunaoona hapa kwa Gideoni ni kutambua kumjua Mungu wako. Know your God. Anasema kama Bwana yu pamoja na sisi, kwa nini haya yanatupata? Alikuwa bado hajatambua ya kwamba Mungu yuko pamoja na yeye. Alikuwa bado hajatambua ya kwamba Mungu akiwa upande wake, kwa sababu Mungu yuko upande wake, lazima anaweza kushinda. Listen, nataka kila mtu anisikilize. Nisikilize. Unaye Mungu. Unaye simba wa kabila la Yuda. Unaye Mungu upande wako. Unaye Mungu wa Israeli. Unaye Elishadai, unaye Elishama, unaye Jehova Jireh, unaye Jehova Shama, unaye Jehova Nisi. You have God on your side. Unaye Roho Mtakatifu, unaye Yesu Kristo pamoja na wewe. Ndio maana Paulo anamalizia kwa kusema ikiwa Mungu yuko upande wetu, ni nani atakayeweza kuinuka kinyume na sisi akashinda? Funguo wa pili ili uweze kusimama, jua ni nani aliye pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. I have God. Hebu sema ninaye Mungu. Sema kwa sauti ninaye Mungu. Sema tena kwa kumaanisha na kwa sauti ninaye Mungu. Ukijua hiyo, kuna vitu havitakusumbua. Kuna huzuni utaipiga teke, kwa sababu kila wakati utajua lakini ninaye Mungu. Lakini ninaye Mungu. I have God. Na kila kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Kila kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Mungu akiwa upande wangu, ni nani aliye juu yangu? Walioko upande wangu ni wengi kuliko walioko upande wa adui. Kila kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. You have to know that. Nataka nikukumbushe asubuhi ya leo, unaye simba wa kabila la Yuda upande wako. Unaye mwamba imara upande wako. Unaye mponyaji upande wako. Unaye mfalme wa wafalme upande wako. Nisikilize, hata yule ambaye yuko katikati yetu, ambaye anaona hana kitu chochote, anavyo vingi kuliko wale watu wa dunia. Kwa nini? Kwa sababu anaye mfalme wa wafalme mwenye kila kitu. Hata katika hali yote ambayo unaona hauna kibali, hauna nafasi, unacho na kuzidi,
Kwa sababu unaye Yesu Kristo. Si kuna mtu ananielewa? Kati ya vitu ambavyo ninakuombea Mungu akusaidie kujitambua na kutambua nafasi yako katika Kristo. Kitu cha pili, Mungu akusaidie kumjua yeye. Ujue ni nani aliye pamoja na wewe. Ujue ni nani anayetembea na wewe. Ujue siku zote ya kwamba unao msaada uonekanao tele wakati wa mateso. Daudi anasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada uonekanao tele wakati wa mateso. Ninataka ujue na natamani ushike mstari. Mungu kwangu mimi ni kimbilio na nguvu, msaada uonekanao tele wakati wa mateso. Kitu cha tatu tunakiona kwenye story ya Gideoni. Baada ya kujua yeye ni nani, baada ya kujua yuko pamoja na Mungu, tunaona ni kuchukua hatua, taking a step. Haitoshi kujua ya kwamba kila kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Haitoshi kujua ya kwamba wewe ni mshindi. Haitoshi kujua peke yake ya kwamba Mungu uliye naye ni mkuu sana. Baada ya hapo, unafanya nini na hicho unachokijua? Bwana Yesu asifiwe. Yakobo anasema, nionyeshe imani yako, mimi nitakuonyesha imani yangu kwa matendo yangu. Imani ya kweli, kama kweli unaamini, utachukua hatua. Kama kweli unaamini, utapiga hatua ya imani. Kwa hiyo baada ya Gideoni kutambua yeye ni shujaa, baada ya kutambua ya kwamba Mungu yuko upande wake, ya kwamba Mungu amemtuma, anasimama, anaenda anaangusha madhabahu za Baali. Anasimama, anaenda anaangusha madhabahu za Baali. Anasimama, anapanga jeshi, anapanga vita, anaenda anamshinda adui, anawashinda wa Midiani, anachukua hatua. Baada ya hayo, he takes a step. Nisikilize, si kama kuna mtu ananisikiliza. Kinachokosekana kwenye maisha ya Wakristo wengi ni kuchukua hatua. Tunajua, tumefundishwa, tumeomba, lakini kwenye utendaji hatupo. Na Biblia inasema imani pasipo matendo imekufa. Maana yake imani lazima idhihirishwe kwa matendo. Imani yoyote iliyo hai ina demand tendo fulani litokee. Mfano, ukiamini Mungu anajibu maombi, ukajifunza ukaamini, imani yako kwamba Mungu anajibu maombi itakulazimisha uchukue tendo la kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo haitoshi kumjua tu Mungu kwenye ufahamu na kusema tu ninaamini na kukubaliana na hicho kitu. Kiweke kwenye matendo yako. Yes. Paulo anasema mtume mmoja, anasema ni bora kuwa mtendaji kuliko tu msikiaji wa neno. Yesu Kristo mwenyewe anasema, kwa nini mnaniita Bwana Bwana na hamtendi yale ninayowafundisha? Hao watu walikuwa wanamfuata Yesu, wanamsikiliza Yesu, lakini saa ya kupractice, saa ya kutenda, hapo walikuwa wanashindwa kufikisha mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia mashetani na yenyewe yanaamini na kutetemeka. Yanaamini na kufanya nini? Yatakutetemeka. Kwa hiyo haitoshi tu kuamini. I want you to take a step. Mwambie jirani yako, piga hatua. Bwana Yesu asifiwe. Chukua hatua ya imani. Ngoja nikuonyeshe mfano wa pili. Kwenye Agano la Kale. Twende kwenye mto Yordani. Kitabu cha Yoshua sura ya 3. Kwa haraka. Kitabu cha Yoshua sura ya 3.
Nataka nisome mistari michache. Nisome kuanzia mstari wa 13 hadi wa 16. Hapa wana wa Israeli wamefika mto Yordani, wanahitaji kuvuka kwenye ule mto ili waingie sasa kwenye ile nchi ya ahadi. Mungu amewaleta. Mstari wa 13 anasema, itakuwa wakati nyayo za makuhani walichukua sanduku la Bwana, Bwana wa dunia yote, zitakaposimama katika maji ya Yordani, hayo maji ya Yordani yatatindika, maji yale yashukayo kutoka juu nayo yatasimama kama chungu. Hata ikawa hao watu walipotoka katika hema zao ili kuvuka Yordani, makuhani waliolichukua sanduku la agano wakatangulia mbele ya watu. Basi hao waliolichukua hilo sanduku walipofika Yordani, na nyayo za makuhani waliolichukua sanduku zilipotiwa katika maji ya ukingoni, maana Yordani hujaa hata kingo zake na kufurika wakati wote wa mavuno, ndipo hayo maji yaliyoshuka kutoka juu yakasimama, yakainuka, yakawa chungu mbali sana, huku Adamu, mji ulio karibu na Serafi, na maji yaliyoteremkia bahari ya Araba, yani bahari ya chumvi, yakatindika kabisa, watu wakavuka kukabili Yeriko. Nisikilize. Kuna kitu kikubwa sana hapa nataka nikuonyeshe. Wana wa Israeli wanavuka, wanakabiliana na mto. Wanakumbuka walipokuwa kwenye bahari ya Shamu, Mungu anamwambia Musa, nyoosha fimbo yako, maji yanagawanyika, watu wanapita. Lakini Yordani ni tofauti. Yordani, Mungu anamwelekeza Yoshua, anamwambia makuhani wabebe lile sanduku, alafu waende mtoni. Mto haujakauka ila waende mtoni. Wakikanyaga maji, ule mto utagawanyika, utagawanyika pande mbili, watapita. Nisikilize. Ili kuvuka Yordani ni lazima uyakanyage maji. You have to step on the water. Lazima uyakanyage maji. Bahari ya Shamu, Musa anainua mkono, maji yanagawanyika, watu wanapita. Lakini Yordani, Mungu anamwambia waambie makuhani, kanyaga maji hayo. Ukichukua ile hatua kwenda mto Yordani pamoja na makuhani wamebeba lile sanduku la Bwana, ukichukua hatua alafu wakasimama pale, wakayakanyaga yale maji yataanguka. Baada yake, kama unataka kuvuka Yordani, lazima uchukue hatua ya kukanyaga maji. Usisubiri maji yaanguke, yagawanyike na uvuke. No, it's not happening. Haitokei hivyo. Si kama kuna mtu ananielewa? Haitokei hivyo kwamba maji yatagawanyika tu utapita. No, Yordani, wewe ni kuhani. Wewe ni ukuhani wa kifalme. Lazima wewe na sanduku lako la agano upite na ukanyage yale maji ya Yordani ili yaweze kugawanyika. Na najua huu ni ujumbe kwa mtu mmoja siku ya leo, ambaye unasubiria kila kitu ikae sawa, unasubiria kuwe na shwari, unasubiria nchi kavu itokee kwenye yale maji. Mungu anasema lazima uyakanyage hayo maji. Ukikanyaga ndipo njia itatokea. You have to step on it. Maana yake inabidi ukanyage hiyo biashara, uanze hivyo anza. Lazima tu uingie kwenye hiyo familia. Lazima uanze tu hiyo huduma. Na unapoanza, Mungu anayakausha yale maji na njia inatokea. Bwana Yesu asifiwe. Umekuwa ukisubiria muda mrefu maji ya Yordani yagawanyike ili upite, ili uingie kwenye njia yako ya ahadi. Lakini nataka nikwambie kwa neno la Bwana, wewe ni kuhani. Beba sanduku la Bwana, usisubiri tena, nenda kayakanyage maji ya Yordani. Go and step on the waters of Jordan. Yale maji ya Jordan yanagawanyika pale tu unapoyakanyaga. Yale maji hayagawanyiki kabla useme nimemwona Bwana kwa hiyo napita. Utamwona Bwana wakati unatembea. Utamwona Bwana wakati unachukua hatua.
utamwona Bwana ukianza kufanya. Wana wa Israeli wangekaa pale miezi na miezi na miezi, na yale maji yangekuwa yanaendelea kuwakodolea macho, mpaka siku ambapo wangetambua inahitaji makuhani wakiwa wamebeba sanduku la Bwana wayakanyage yale maji, na kuonyesha nguvu ya kupiga hatua ya imani. Ninazungumza na mtu mmoja ambaye mambo hayajanyoka, mazingira hayakuruhusu, mazingira hayajakaa, kila kitu hakijakamilika 100%. Ninazungumza na wewe, piga hatua hivyo. Piga hatua hivyo hivyo. Ingia sokoni hivyo hivyo. Ingia kwenye huduma hivyo hivyo. Ingia kwenye utumishi hivyo hivyo. Enda kanisani hivyo hivyo. Usisubirie useme mpaka nianze kusikia upako, mpaka nijae Roho Mtakatifu, mpaka familia yangu ibadilishwe, mpaka mume wangu abadilishwe, mpaka watoto wangu abadilishwe, si mpaka mtaji ujae kiasi fulani. No, piga hatua ya kanyaga ya imani. As you step, unapochukua hatua ya imani, Mungu anaachilia muujiza. Utakapochukua hatua, Mungu atakufungulia muujiza katika jina la Yesu Kristo. Unapochukua hatua mwezi huu, yale maji ya Yordani lazima yagawanyike katika jina la Yesu Kristo. Ngoja nikupe mfano wa mwisho kwenye Agano Jipya. Kumbuka Yordani ni lazima ukanyage maji. Huu ni mfano ambao kila mtu anaofahamu. Kwa hiyo sitasoma kwenye maandiko. Ni mfano wa Petro. Petro anamwona Yesu akiwa anatembea juu ya maji. Petro anamwona Yesu anatembea juu ya nini? Najua kila mmoja wetu anaifahamu hizo. Yesu anatembea juu ya maji, ni usiku. Petro anamwangalia, anasema ikiwa wewe ni Yesu, basi niite nije. Niamuru nije. Yesu anamwambia njoo. Anasema neno lake njoo, kama ambavyo neno la Mungu linakujia. Mungu anamwambia Petro njoo. Yesu anamwambia Petro njoo. Petro anamwangalia Yesu, alafu anapiga hatua kutoka kwenye boti kutembea juu ya maji. Sasa nisikilize. Kama unataka kutembea juu ya maji, ni lazima upige hatua kutoka nje ya boti. Kama unataka kutembea juu ya maji, ni lazima upige hatua kutoka nje ya boti. Wanafunzi wengine naamini walikuwa na wao wanapenda, wanatamani, wanafurahi kutembea juu ya maji. Ni jambo la kipekee. Ni ulimwengu wa miujiza, ni ulimwengu wa maajabu, ni ulimwengu wa kipekee kutembea juu ya maji. Lakini ili kutembea juu ya maji, lazima ukubali kutoka kwenye boti. Petro anamwangalia Yesu, anapiga hatua kutoka kwenye boti. Lazima upige hatua kutoka kwenye boti. Fikiria hatari iliyokuwepo. Kulikuwa na mawimbi makali. Mashua yenyewe waliokuwa nayo ilikuwa tayari inasumbuka. Lakini akamwangalia Yesu, akapiga hatua nje ya boti. Nataka nikuonyeshe nguvu ya kupiga hatua. Ukibaki kwenye boti yako, huwezi kutembea juu ya maji. Ukibaki hapo ulipo, huwezi kutembea juu ya maji. Ni wakati wa kutoka nje ya boti. Ni wakati wa kupiga hatua nje ya boti. Inawezekana hii boti inawakilisha mifumo ulioizoea. Mazingira yako tunaita your comfort zone. Mazingira yako ya kawaida, rutini yako ya kuomba ya kawaida, rutini yako ya kufunga ya kawaida, ratiba yako ya siku ya kulala na kuamka ya kawaida. Lakini kama unataka kutembea, ni lazima utoke kwenye hili. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope kutoka kwenye boti, kwa sababu ili utembee juu ya maji, ni lazima utoke kwenye boti. Lakini unapotoka kwenye boti, muangalie Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Muangalie Yesu. Maana yake piga hatua, lakini unapopiga hatua, macho yako yawe kwa Yesu. Look at Jesus. Mwambie Yesu, ninapiga hatua nje ya boti, nishike mkono.
nisizame. Ninapiga hatua na kuangalia wewe, nisizame. Ninapiga hatua kwa ajili ya kuanza hii huduma, nisizame. Ninapiga hatua kwa ajili ya kuanza hii biashara, nisizame. Ninapiga hatua, I'm taking a step of faith, nisizame. Yesu nisaidie. Kwa kumbuka, ili uweze kuwaokoa watu wako kama Gideon, ni lazima utoke mafichoni. Ujitambue wewe ni nani. Ujue ya kwamba unaye Mungu mwenye nguvu, na upige hatua. Ili uweze kuyagawanya maji ya Yordani na kuvuka kuelekea kwenye yale maono, ni lazima ukanyage maji. You must step on the water. Muujiza unatokea pale unapopiga hatua na kuanza. Maana yake usipoanza kupiga hatua kuyakanyaga hayo maji, sahau muujiza. Na mwisho kumbuka, ili kuweza kutembea juu ya maji, ni lazima ukubali kupiga hatua nje ya boti yako. Mungu anatuita kupiga hatua zaidi, kumjua yeye zaidi, kufunga zaidi, kuomba zaidi, kutembea na Mungu zaidi. Mungu anatuita kuchukua hatua kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya biashara. Ninaamini siku ya leo, this is the word for you. Take a step. Chukua hatua ya imani. Na utakapochukua hatua, utamwona Mungu kwa haki.